Niko na shabiki mwanachama kindakindaki kabisa wa klabu ya Simba maarufu kama Shabani Mpira Pesa. Habari gani? Nashukuru Mungu tuko salama kabisa. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri, tunashukuru. Leo ni Jumamosi tulivu, tunashukuru Mungu. Na ligi imerejea rasmi. Ligi imerejea. Nimeona jana mechi ya Singida dhidi ya Dodoma Jiji. Na nadhani sisi kesho tunacheza dhidi ya Mtibwa Sukari. Nyama anarudi mawindoni kwenye ligi kuu. Kwako unatazamaje mchezo kati ya Simba na Mtibwa Sugar? Simba ni klabu ya mpira na imesajiliwa kwa sababu ya kucheza mpira. Kwa hiyo ligi ilivyosimama nadhani wengi tulimisi sana hivyo vitu. Na sasa hivi ligi imerudi, tutacheza mchezo mmoja, tutajiandaa dhidi ya mechi yetu dhidi ya Experience. Kwa hiyo nadhani mashabiki wana hamu kubwa sana ya kuhakikisha wanaona timu yao hawajaiona muda mrefu, na nadhani kutakuwa kuna maingizo mapya ambayo yameingizwa na tunataka tuone mwalimu mpya ambaye amefika. Je, kwenye ligi atakuwa ana ubora gani? Kwa hiyo yani kiu yetu na hamu kuona timu yetu kesho inacheza mpira mzuri, na kwa bahati nzuri tumeanza ligi na timu ambayo ina vijana wengi na watu wa mpira. Unapozungumzia Mtibwa kwa nchi hii, ndio klabu ambayo ilikuwa inazalisha vijana wengi wa Tanzania ambao wanacheza mpira kwenye vilabu tofauti, na hata sisi tulipata matunda kupitia Mtibwa. Tulichukua Msamiru Yasini ambaye nadhani juzi tu tokaondoka kuelekea TRA, lakini mpira utakuwa mzuri kwa sababu Mtibwa nao anacheza mpira kama anacheza Simba. Kwa hiyo sisi kwetu ni furaha kwa ligi kurejea tena. Hadi sasa una furaha kiasi gani na maingizo mapya pale Msimbazi? Mpaka sasa hivi siwezi kusema lolote kwa sababu bado sijajua tumemuingiza nani. Ila kuna tetesi, lakini nimesikia Dickson Kibabage, lakini tunasikia tetesi kuna wachezaji wengine wataingizwa. Lakini kiu yetu kutaka kujua wachezaji waliosajiliwa wana ubora gani kutokana na ukubwa wa klabu yetu, kwa sababu tuna mapungufu ya goalkeeper namba 1 Pinpin Kamala na goalkeeper namba 2 Yakubu Suleiman, wote walikuwa na injury. Lakini ukiachia hiyo, beki zetu Abdulrazak Hamza tunataka kuona akiwa akarejea, lakini hata hivyo bado hatujajua hayo maingizo ya goalkeeper, kama kuna goalkeeper kasajiliwa anatoka wapi na goalkeeper gani na hata hizo nafasi zingine. Kwa hiyo kiu yetu kubwa kutaka kujua, na tumeona tangazo leo kwenye peji yetu, wamesema leo ndo wanaanza kutangaza wachezaji ambao tuliwaongeza kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo tuna kiu na tushaweka mabando, tunasubiri saa 8 tuone hivyo vyuma vitakavyotangazwa, na niwapongeze viongozi kwa ukimya waliokuwa nao. Hawakuwa na papara, hata kama kulikuwa kuna kashfa nyingi, maneno mengi, pressure nyingi, watu wanatiana pressure kwa sababu ya wachezaji wao wamewasajili kwenye timu zao, lakini wanatuongelea sisi. Lakini niwapongeze, walikuwa kimya, leo wanaanza kutangazia, na inshallah weka bando saa 8, nasikia mtu wa kwanza saa 8, basi mambo yataenda vizuri. Umelipia hapo? Simu yangu kila siku lazima ile bando, kwa sababu vitu vyote vinapatikana katika hizi. Hata kama katikati kulikuwa kuna comedy nyingi kuliko uhalisia, lakini mimi nalipia na naona, na nimeona jana tumemtambulisha mwalimu msaidizi kutoka Mamelodi Sundowns chini ya miaka 19-20, lakini amekuja kuongeza nyama kwenye bechi letu la ufundi. Nimeona na hata mambo mengine yanayotokea nayaona. Kwa hiyo saa 8 ikifika tu mimi nawasha data, naangalia mtu gani katangazwa, na uhakika kimya hiki kitazua kishindo kikubwa sana. Licha ya ukimya uliosema kwamba umekuwepo kwa viongozi wa Simba, lakini mwenyekiti alikiri wazi kwamba wao walikuwa wa kwanza kugonga hodi kwa Vipers kumtaka Okello. Umeonaje hali ya kunyang'anywa tonge mdomoni? Sikupenda maneno yake. Kwanza sikupenda maneno yake, huo ndo msimamo wangu. Kama mimi sikupenda maneno yake, sababu yeye ni kiongozi. Ulienda kufuata mchezaji, kama ulishindwa. Wachezaji wako wengi, tumeshindwa wachezaji wengi. Haina haja kutoka tena wakatuambia sisi kwamba kuna mchezaji gani alishindwa, na maana ule ni ugombanishi baina ya mashabiki, wanachama pamoja na inawezekana mwekezaji. Sababu mimi naweza nikasema anagombanisha na mwekezaji. Leo kuna watu watareact tofauti. Kuna mwingine atasema mwekezaji alifanya toa hela, sisi tunashindwa na Okello, hatushinda na Yanga, hana lolote. Kwa hiyo anamshusha Maxi yule mwekezaji wetu. Mimi niseme tu mwenyekiti katika lile amefeli, na msimamo wangu ndio amefeli, na hasifanye tena hivyo vitu. Unapokuwa kiongozi lazima kuna kitu lazima uwe nacho katika kifua chako, lazima uwe na kifua, na hasa kiongozi wenyewe tena
ni mwanaume, Mungu ametuumba hiki. Kuna kitu kinavimba hapa, lazima uwe na ile kaba ya kujizuia, sio kila neno nalitoa nje. Hata kama umeshindwa, Alan Okello alikuwa mchezaji wa Simba, Alan Okello alikuwa mchezaji wa Viper. Hata kama tulimkosa, lakini kwetu hakuwa mchezaji wetu. Angekuwa mchezaji wetu tukanyang'anywa, ungetueleza kwamba mchezaji huyu kuna moja mbili tatu, lakini mchezaji wa timu nyingine tena unatuambia tulienda tumefeli, tumejana kuvunja mkataba. Ametuzalilisha, nilisema ametuzalilisha mwenyekiti katika hili, na asirudie tena hivi vitu, kwa sababu kwanza Alan Okello aligawa mashabiki wa Simba kwa pande mbili. Kuna wengine walitaka, kuna wengine walimtaka aje. Mpaka leo kuna watu wanalia kuhusu Alan Okello. Kuna kundi lingine lilibaki 50-50, akiwepo akija au asipokuja ni sawa. Sasa unapotokea kiongozi kipindi kama hiki cha timu yao haiendi vizuri, unawathibitishia kwamba mlimfuata Alan Okello, mmeenda mmefeli, sijui kwa sababu ya kuvunja mkataba, pesa hakuna. Kwa kusema kweli, mwenyekiti, ukichambua kwa undani, inawezekana labda kuna vinasaba vya yeye kutoa siri ili Yanga waende kumsajili Alan Okello. Ndio jasusi. Sijui, lakini kuna vinasaba, kwa sababu kama ulienda ukashindwa, ina maana wewe umewapa taarifa wale, ongezeni hela, sasa tumeshindwa akachukue. Kwa sababu hapo kuna tafsiri nyingi, kila mtu atatafsiri anavyojua mwenyewe. Mimi kwa upeo wangu, baada ya sisi kushindwa, inawezekana aliwaambia bwana, sisi tumeshindwa, tumetoa dola kadhaa, nyinyi ndio mkaeka dola kadhaa, wewe bwana watakubali. Sasa mbona kaenda kwenye timu pinzani wetu sisi? Kwamba yeye anarudisha asili. Sijui, lakini na hayo ukifikiria katika akili yako, inawezekana akawa anakuja akilini, kwa sababu leo haiwezekani mwenyekiti wa klabu tumekukabidhi mamlaka na zamana kubwa ya klabu yetu, unatoa siri zetu za ndani. Hiyo ni siri ya ndani bro. Unapozungumza kwamba klabu imeshindwa mkataba, haina pesa, hiyo ni siri ya ndani. Nadhani Alan Okello angekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kurudisha Simba kwenye hali yake ya usawa. Mimi sifikiri hilo, kwa sababu tunao zaidi ya Alan Okello kwenye Simba, na mafanikio upande tunapata, upande mafanikio yanakata. Kwa hiyo ni imani ya nje ya uwanja. Inawezekana Alan Okello angekuja angefeli. Hamna mchezaji aliimbwa na alikuwa anafanya vizuri kama wanavyomzania sasa hivi Alan Okello, kama Joshua Mutari Budo. Ameimbwa sana. Yuko wapi Budo? Kwa hiyo mpira ni wa dakika 90. Kwa hiyo tusiseme Okello angekuja. Okello ameenda nje zaidi ya mara 4 akitokea kwa Uganda kwenda kujaribu kwenye timu zingine. Karudi Uganda. Karudi kwenye timu ndogo Vipers. Kama uwezo wake ungekuwa mkubwa, Okello asingerudi. Tumeona akina Lidia Ucho wameenda kucheza nchi tofauti, lakini hawajarudi mpaka leo, wako nje ya kwao. Sasa Okello karudi zaidi ya mara 4 Uganda. Sasa mimi sitegemei au nisingetegemea kwamba Alan Okello angekuja Simba, labda yeye ndo angetatua matatizo yetu, kwa sababu tunao wakina Morris Abraham, tunao wakina Joshua Budo, tunao wakina Kibu Denis Mawinga, tunao wakina Razak Chasambi, hawapate kabisa nafasi, lakini na wao vile vile uwezo wao ni mkubwa. Hamna mtu asojua uwezo wa Kibu Denis, hakuna. Lakini leo yani kiongozi anakuja kukiri kwamba tumeshindwa kuvunja mkataba. Mimi na masikitiko na hilo.